sijaingia kwenye tumbo lako, ili tuone kama Mungu kweli tunampenda au tunamdhihaki. Simu inakula 7,000, hapa unakuja kutoa njegere shilingi 500 au 200. Simu na Mungu mkubwa ni nani? Jamani, Baba mnatupa kazi kubwa. Tunakoelekea mnataka kutulazimisha na mabadi mchukue sadaka. Kwanza alishapewa sadaka ya kuteketezwa. Ifikirie miaka alionayo, ana miaka 50. Huyu ni pacha wangu, na hapo namuita baba yangu, ana miaka 50. Amejitoa sadaka ya kuteketezwa. Angekuwa kama wewe baba, sasa hivi angekuwa na wajukuu. Lakini sadaka ya mwili mzima, wewe umetoa nini? Umekosa sehemu ya kutoa. Hapa kanisani upate baraka. Wakina Kaini wako wengi. Tumeangalia Mwanzo sura ya 1 mstari wa 4, Kaini na Habili. Wakina Kaini wako wengi. Wakina Habili wapo humu. Kaini alikuwa mkulima, Habili alikuwa mfanyabiashara, alikuwa mfugaji. Angalia Kaini sadaka aliyoitoa. Mungu hakumtakabali kwa sababu alitoa cheche. Alitoa pumba. Wewe jifikirie kwenye store, una magunia mangapi ya mpunga? Unakuja kutoa 1,000 hapa. Baba upo, baba upo. Baba. Baba hamna baba. Naita baba. Unakimbia familia baba mpo. Unakimbia watoto baba mpo. Mama mnaoomba wanaume tena mwanaume wa mwenzako mpo. Angalia vichwa vyenu ukienda saluni unasuka nywele za 5,000. Zinakaa kwa muda na upati baraka ili upendeze. Mafuta unayopaka ibisikasi. Hapo unakuja kutoa 200. Ndio maana tunakuwa na magonjwa. Wapo huo nimewahudumia wako wa waganga. Waganga. Ndiyo baba angeniruhusu nikasimamisha shuhuda. Watu wamepona akisimama hapa akatoa shuhuda. Kwa mganga ametoa 500,000. Lakini hapa akija sister naomba unihudumie, anaimba kilio 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 nitamlilia ndani. Kwa mganga alienda kamaliza miezi 3. Wengine wameenda kwa mganga wanatafuta uzao. Unatafuta mtoto kwa mganga wakati uko na mume wa mtu hujafunga ndoa. Naomba uniombee sister, nataka na mimi nionyeshe nipate mtoto. Mbona unabeba mume wa mtu wewe? Mbona hujafunga ndoa? Sasa mimi nitafanyaje? Mimi nataka mtoto. Kafunga ndoa, mimi nakuombea upate mume mwema. Yule uliye naye ni mume wa mtu, achana naye. Nakuombea upate mume mwema. Mimi sikuombea upate mimba. Mimba nikikuombea nitajiunga na amri ya 6 usizini. Kwa maana hiyo utaenda kuzini niunganike na mimi. Sikuombei ng'oo. Hapa maana ingawa baba yuko hapa akiangalia ana watu, kumbe kuna misukule. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Nilisema mama simama, akasimama. Nikasema acha uchawi. Acha uchawi. Aliponifuata kwenye kanseri ya mmoja, akasema umenijuaje mimi? Wakati huko kwenye semina nilikuwa makaburini nimepakata jeneza. Tutawaombea nyumbani kumenoga. Tutawaombea. Tutawatoa tu. Tutawatoa na mtachomoka.
Msamaha ni muhimu. Kutoa sadaka ni muhimu. Tumeangalia nini Bwana Mungu wako, siabudu miungu mingine. Mnakuja kanisani Jumapili, Jumatatu, Jumanne, unarudi kwenye matunguli. Ni kweli si kweli? Nimetuma watu wameleta mailizi, hawasemi, siwasemi. Ni siri yangu na Mungu. Wameleta mailizi, leo tunayachoma. Nimezunguka nyumba moja baada ya nyingine, nachibua mayai bisa. Siogopi jini wala jambazi. Bado nipo kazini, nimetumwa. Na kama unajua unalo sasa hivi, nikonyeze taratibu. Nitaenda kama mtalii, tunaongea, unanionyesha ni hapa na chimba. Parokia ya Igala nimekuja kwa ajili ya kumsaidia Yesu. Huyu ni Yesu. Huyu ni Yesu. Huyu ni nani? Yesu. Huyu ni nani? Yesu. Nasema Yesu, mmechoka kumsimanga? Kwa nini mnamsema? Kwa nini hampendi? Ndio. Baba, usikubali kupendwa, isipokuwa penda kama ilivyoandikwa. Penda kama ilivyoandikwa. Penda vinyamalagata hivi vyote. Penda watoto wako wote kama ninavyowapenda. Jamani, nawapenda. Sema amina. Amina. Utasema benchi litasema ulilokali. Angeniruhusu ningemwamusha mmoja akatoa hapa shuhuda alipoenda kwa mganga kumtibia, akamwambia twende chumbani kwanza. Akasema sina jinsi. Tulipoingia chumbani nikaona hakuna haja ya kupiga kelele kwa sababu nje kuna foleni. Nikaona hapana, afanye analolitaka. Mnajua analolitaka? Mnajua mganga afanye analolitaka? Mmejua au mnacheka tu? Mmejua haya, mtajua ujui. Akafanya analolitaka kumtibia, akatoa 3,000, akampelekea 3,000 na kuku mweupe. Wewe ni mke wako au ni dada yako. Hayo ndio madhabahu tunayoyakataa. Tunataka tusimamie kati ya amri 10 za Mungu. Tunasimamia amri ya kwanza, ndimi Bwana Mungu wako, siabudu miungu mingine. Tumetuma ili tuseme hiyo. Na msamaha, tunasali Baba yetu uliye mbinguni, sala tuliyofundishwa na baba yetu. Mathayo sura ya 6 mstari wa 9. Tunaisali kila siku. Baba anatusadikisha kweli. Baba yetu ya mbinguni, tukifika kwenye msamaha, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe. Umewasamehe watu? Umewasamehe? Vile vimbembe umevisamehe? Hujajisamehe? Samehe hata mganga unayekwenda anakuroga. Ngoja niwaambie, kama hutolijua utapigwa pigo alilopigwa Farao wakati anakataa wana wa Israeli kutoka Misri, anawatumikisha. Na wewe unamtumikisha mtoto wako, wewe unajitumikisha mwenyewe, unakataa kumtolea Mungu, unafanya moyo kuwa mgumu. Mungu anakupiga pigo. Sasa hivi watu mnalia, hatuna hela, mpaka mwezi wa 7 tukivuna mazao. Mungu anarudisha hii. Ukivuna mazao, Mungu anajua hutonitolea, anakuletea gonjwa, pigo la kwanza. Ile gonjwa ukienda hospitali alipatikana. Ukienda kwa makosa anakuambia mwenzangu leta hela, kukugusa tu. Halo.
kukuangusha mpaka uende kwa mganga tu. Ukienda kwa mganga anakwambia mbuzi wa madoa. Alafu una 600,000, si anajua kuna msimu. Sasa hivi waganga hawana wateja kwa sababu hamna hela. Mwezi wa 7 utaona kwenye kutuma kwa mganga. Jana nilienda, sisemi. Na hasira kweli. Unaomwendea Yesu kwa kumwambia pia. Hapa tulivyo tusingeshindwa kujenga kanisa. Tusingekuwa tunakaa hapa kwenye benchi hizi kama tuko chooni. Yesu niruhusu niseme tu. Parokia ingawa kubwa sana. Hapa. Naumia. Naomba bahasha ya Kwaresima. Nani anatoa bahasha ya Kwaresima? Naomba jamani, mnisaidie. Nisaidie kwenye mzaa, nisaidie na mimi niweke. Sina jumuiya. Nimesahau kujitangaza jina langu. Nakumbuka sasa hivi. Jamani, jina langu naitwa Peter Mondoko. Peter. Lakini na ubatizo baba alilonibatiza baba ni Edita Felix Benyaka OSB. Ni mwalimu, ni mwenyekiti wa walimu wa Imani Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Kausha. Ni mwenyekiti wa walimu wote wa Imani Katoliki Jimbo Kuu la wapi? La Dar es Salaam. Na ni katibu msaidizi wa watawa wote wa Benediktini wa kanda Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Na ni mwenyekiti wa kanda wa wito wa ufuatiliaji. Huduma ya ufuatiliaji. Mwenyekiti wa huduma ya ufuatiliaji Jimbo Kuu la Dar es Salaam kanda inayobeba dekania 3, parokia 48. Ninasema niko kwenye madhabahu hayo. Nataka kila mmoja arudi madhabahu hayo. Acha matambiko. Acha matumbuli. Na matambiko na matumbuli ukitaka kumwaibisha shetani unaleta sadaka. Sawa Tumsifu Yesu Kristo. Baba muda unaenda kwenye jukumu lingine. Hata kama tangu asubuhi jana chai. Tumsifu Yesu Kristo. Nalegeza hasira kidogo Nimewachukiza. Baba zangu nimewakwaza. Fresh tu. Kama nimekukwaza basi mwache yule unayempenda wa pembeni rafiki yangu anakuchuna. Tunapanda pikipiki unakuja hapa kwa 5,000 alafu unaacha 500 ya sadaka. Pikipiki na Mungu jamani, mkubwa ni nani? Ni nani? Aya, tumbo linadai kila siku. Na Mungu ndiye anafanya uumwe njaa. Tumbo na Mungu, mkubwa ni nani? Haya yote ni ya Mungu. Leteni sadaka hapa jamani. Baba amechoka kula njegere. Leta noti. Hatutaki njegere kwenye msonju. Njegere. Yaani ningekuwa na kisonju cha mbao. Mtu unarusha 500 zinapigana. Sasa takuta 500 mwingine. Una aibu unamrusha wanapigana. Ulishaona noti zinapiga kelele? Yaani 10,000 kimya. 10,000 kimya. Halo. Tumsifu Yesu Kristo. Na wakina dada, wakina mama mliojenga, acha kuwaoa jamani vijana. Tumechoka, mmejenga ndio. Umeolewa umechoka. Umekuja ingawa. Umezunguka. Watoto 5, wanaume 5. Wewe ni pipa. Wewe ni teki.
kati ya watoto 5 wanaume 5 jamani, wazazi, umekula kila mahali ya mwanaume? Halo. Unacheka msibani sio? Alafu ukija kwenu unatafuta mwanaume mwingine wa emergency. Unamuoa, sogea tuishi. Nye mbinguni baada ya kwenda hivi tutaenda hivi. Hivi. Kabisa mimi nawaambia. Jitafakari wewe mama. Jitafakari wewe baba. Mizimu, umeenda kwa waganga umechoka. Ile cheche ya waganga haishi. Cheche ya waganga haishi. Hata kama una miaka 20 umeenda. Wewe mnajidai mna hela, wanaleta waganga wanachimba pale nyumbani, anakula anakunywa. Kuna aliyechoka waganga wa Tanzania alitoa shehe Zanzibar. Akamleta hapa Morogoro. Shehe kamlipia nauli. Shehe akaja, kala kunywa. Shehe unamleta na wewe Mkristo kabisa. Anaanza ila Muhammad ya shurura mabibi unamstaafu acha kosha pako wewe Mkristo. Baba mnamlisha viporo. Ina viporo vinakuwa ni siku moja sawa. Bwana wewe andika maumivu, achana na hiyo tabia bwana. Mwambie mwenzako achana na hiyo tabia. Achana na hiyo tabia. Amekujibuje? Lakini wanaume mna mioyo migumu. Sijaona kama unamgeukia mwenzako. Mwambie achana na hiyo tabia. Achana na hiyo tabia. Wewe mwanaume unataka kuogopa, mwambie achana na hiyo tabia. Mimi sijawahi, yani nikila ninawahudumia. Halo. Jana ndo nilihudumia mwanaume alianguka msamba, nikasema mwanaume mimi nitamfanyaje? Ana kifua chake. Yaani kitendo cha kumsogelea alianguka msamba jamani. Na angalia pembeni wahudumu nao wahudumia nao wanaanguka. Na hudumia mhudumu, anajidai ni mhudumu na ana pepo. Kwani kuna kufichana? Unayemtegemea kwamba nimekuja nihudumie naye, ukiwa unahudumia naye ukimgusa na anapiga msamba. Nikashtukia na watu peke yangu. Hiyo sio ingawa tu nimeliona na Bilo. Bilo mimi nilimwambia sister wewe una nadhiri na nadhiri ya daima, dada naomba vaa ujasiri, ushujaa, tukahudumie wote. Sister nilikuwa nahudumia naye, nikampa msalaba. Sister kemea pale. Nikikemea akaanguka, sister anaendelea. Nikienda hivi huyo anaanguka, sister anaendelea. Niliona sister anafaa tena zaidi, tena maradufu. Sio unajiita mwana karismatiki huku una makono. Mwana karismatiki huku unaiba wake za watu. Mwana karismatiki wewe ni mganga wa kienyeji. Unasimama unataka unahudumie. Unahudumia mimi mbele yangu nitakuchoma na moto wa Roho Mtakatifu. Ndio sijiite mwana karismatiki wakati hujaoga. Unanuka papa. Ndio maana nimetanguliza karismatiki ni kalama. Na wewe hapo ulipo ni mwana karismatiki. Sawa Uliye nuna fanya hivi, niite kidogo. Niite jamani. Mbona mtaniita? Hamtaki kuniita? Hamtaki? Kama wamegoma
nauza rozari 1000. Kitabu cha Rita wa Kashia 6000. Kristo ni yote 8000. Na picha ya Bikira Maria niko nauza 10,000, nimepunguza mawaridi. Niko nauza 5,000, sasa hivi nauza 4,000. Nafunga kwa wale walio wa kwanza. Mnisamehe 7 mara 70 imeandikwa, ila mimi nimewasamehe na wapenda na tamani niwahamishe nyote twende Dar es Salaam. Twende, nauli ninayo. Tunaenda? Naenda kina baba? Baba anajidai anapenda ndoa yake, anasema hapana. Ukija kuangalia hajafunga ndoa, ameng'ang'ana tu. Msifu Yesu Kristo. Haya, mimi ndo nahitimisha. Na hapa baba ameshaniruhusu niondoke. Naondoka leo jioni, kimpendeza Mungu. Kuna majukumu ya kesho. Niko na huduma huko Dar es Salaam kesho. Inaanza saa 3. Huduma zaidi ya hii. Niko na Father Patrick Damas kesho na wahudumu wengine. Alafu Jumanne niko na Father Limisho. Huduma zaidi ya hii. Tumeona Mungu tu aliyoko ndani mwetu. Tujitoe mwanga, kwa sababu ni wengi wamekimbia kwa kweli. Ingawa sijaona kama kuna ambao wameenda kwenye makanisa mbalimbali, hamna. Ingawa kwenye makanisa mbalimbali, kwenye vibanda vya kirokole, ingawa sijaiona. Lakini afadhali ukaenda kwenye vikanisa vile utatoka kuliko kwenda kwenye madhabahu ya kiganga. Ndio nimeiona ingawa. Mmeenda kwenye madhabahu ya kiganga sana. Matambiko mnayatumia sana. Naomba mkuje. Murudi nyumbani kumenoga. Wale waliokwenda kwenye makanisa ndio tunapambana nao. Dar es Salaam waliokwenda kwenye matambiko tunapambana nao. Hakuna ugonjwa lisiyowezekana mbele kwa nani? Kwa Mungu. Kila kitu kinafanya nini? Kinawezekana. Unapona kadiri ya imani yako. Imani yako ndio inayofanya nini? Inakuponya. Ninachoomba, naomba ushiriki na umisionari. Baba, mshirikiane. Hii kanisa lingekuwa na feni, lakini mshirikiane. Kirudi tu mwezi wa 7 sijui, wa 8 sijui, wa 9 sijui, mwakani sijui. Kwa sababu nimeshaitwa Pita ondoka. Leo jioni kwenye saa 9:30 naondoka kama jina langu linavyofanya. Naomba tukija tushirikiane wote kujenga sehemu iliyo kubwa. Tuinue ile parokia. Tuhame kwenye vibanda hivi. Halo. Tukajitoe. Tutoke kwenye umazoea. Mtindo ndivyo nilivyo. Hunibadilishi. Ndio nimeona hapa. Mesimama kama kisiki. Kisiki, yani unajua kisiki akijitingishi akigeuki. Kwa hiyo mkongana mimi nimesawa. Wa hapa. Na hii kanisa hii nimelijenga mimi. Kitakacho kutoa ni msiba. Na hapa nimekuja ili usiwaambukize hawa watoto vichipukizi. Tabia ya mganga ni uchifu. Ufalme utoke. Unganga ni utoke. Uwe wa kwanza wewe. Zamani waliokuwa wanajenga kanisa ni wazungu. Waliokuwa wanajenga kanisa ni nini? Ni wazungu. Sasa hivi anayejenga kanisa ni mimi na wewe. Amina, umetoa 200. Nasema hivyo wiki nzima
mzima naona baba anahesabu 200 hivi, nina watu, nina viatu. Wote tuliojumuika wote, naomba chonde niliyoyaongea yote ni maumivu. Nimeomba bahasha hii bahasha hii, naomba kila mmoja aliye mkubwa, naomba 500 tu. Kama una 1000 ni mapenzi yako. Nasimama hapa kama nilivyo, naomba 500 tu udumbukize humu kwenye bahasha hii. Naweka za kwangu. Mimi naomba 500 tu kwa wenye mapenzi mema. Wanakwenda naomba kawimbo 500 tu. Yaani 500 sikizidi sawa kwa watu wazima. Ukioma una change una 1000 unaweka tu. Watoto, nenda kwa mama alipo akupe 500. Nenda mtafute mama akupe 100, 200 uniletea. Watoto, inuka nenda mtafute mama alipo. Ya 500 tu. Hivi katoa 500 kati kwenye mfuko kuna 1000. Wimbo jamani. 500 tu. Yaani naomba chonde. Na imeandikwa aombaye ufanya nini? Upewa. Aombaye upewa. Ni 500 tu. Sikizini sawa. Watoto nenda kwa wazazi. Huko nje mnanisikia nje mnanisikia watoto na watu wasema hata kama ni bibi mshike mkono. Mimi naomba 500. Sikizini utabarikiwa wewe. Asante, mbarikiwa. Bado nje ninawaona mmekaa. Naomba chonde aombaye upewa. Naomba sio nauli. Ila ni kwa lazima. Hii bahasha la mkabidhi baba. Bado baba mmekaa hapo na kushangaa. Baba jamani unipendi? Naomba 500 tu. Kopa 500, naomba 500. Jamani wanakwaya msiimbie wengine na nyie simameni jamani. Wanakwaya msiamini. Mimi ni mwanakwaya. Ya, nitawafuata hapo. Kaya hapo nawafuata sawa? Ya, hapo mhamasishe nawafuata. Asante mama, asante. Asante mtoto padri mtarajiwa. Asante. Wengine mmeshindwa kuamka mnauma miguu. Haya wanakwaya ndio zamu yenu. Mimi ni mwanakwaya wa parokia ya Makumburi. Naimba. Asante sana. Wengine mnauma miguu hamjaamka. Hata wanafunzi barikiwe. Usome ukue kwa kima na kimo kama Bwana wetu Yesu Kristo. Haya. Nawe nisalie katibu. Jamani nisalie. Nimeomba 500 tu, 500. Kama ni 200 sawa. Jamani sauti ya kwanza. Mimi naimba sauti ya kwanza. Na wewe naye. Jamani. Hii sio nauli ya kunipeleka. Changia tu kwa leza maana. Jamani. Kama baba mkwe naomba jamani. Basi ningekuwa naolewa singekuita baba mkwe jamani. Wote mna kijana mzuri anaweza kanitengua. Baba bila jamani. Na huku nakuja msijali.
Larueni mioyo yenu, si kwa kufunga. Hapa tunararua mioyo, tuone moyo wako unalaruaje. Na kufuata hata ulipo usijali. Larueni mioyo yenu. Aleo. Toa ni kutoa. Jamani. Wewe toa. Jamani, tumboni unakuwa singapi jamani? Na kufuata usijali. Toa. Chochote kile hata kama ni 200 inahesabiwa. Usiogope kusema njegere mchele tayari umeshatolewa. Usiogope. Baba yangu usimalize kuna nini? Toa. Wewe toa njegere, nimeziomba hizo njegere, nimeziomba. Kwa leo njegere nimeziomba. Jamani, kwa leo njegere nimeomba. Lakini kuanzia leo usitoe njegere. Na ndio maana mipunga ambayo iko kwenye store inasuasua kuuzwa. Mnampunga pale kwenye store. Kuna mmoja hapa anampunga kwenye store magunia 10. Ananiambia niliende nichukue madebe mawili nikukobolee nikuletee mchele uende kula Dar es Salaam. Alipofika pale store wakamwambia leta kadi. Kadi hana. Anampigia mume wake, kadi imepotea. Hiyo ni mpango ya Mungu. Na huo mpunga magunia unatoa ipata kadi. Sasa imeandikwa sio mimi. Au sijaja. Haya, asante, nashukuru sana. Asante. Wanakwaya mbarikiwe mpaka mshangae. Muishi milele mkitaka, lakini ni kwa matendo yenu. Amina. Hii ni kwa lazima na mkabidhi baba haweke mfukoni. Hii haiwahusu. Upendo kweli. Hapa hizo njegere. Ubaba tumeleta. Sasa hivi kitu moto. Kristo tumaini letu. Umepata dozi sasa. Umepata na misemo ya kwamba usimalizie chaji yako. Usimalize miti. Sister, asante sana. Sasa mnaweza mkaelewa. Kama sisi kwa dakika hizi 3 hizi tuko hivi. Au wenzetu waliokaa wenzetu Jumatano mpaka leo. Wamepata dozi kubwa. Sister anasema tena asante sana, Mungu akubariki kwa kazi njema na karibu tena parokiani Mgawa. Nafikiri umetuonjesha na safari nyingine utakaposikia unakuja basi umeacha hamasa ya kutosha sana. Na nina imani wamekuelewa vizuri sana.